YJ Kiboko ni nani na safari yake ya muziki imeanzia wapi? Safari yangu ya muziki ilianzia muda mrefu sana, na safari yangu ya muziki nilikuwa nampenda msanii ambaye alikuwa anaitwa Prince Dully Sax, Tunda Mani. Nilikuwa napenda sana kazi zao, nilikuwa napenda jinsi wanavyofanya, nilikuwa napenda muziki wao. Kwa wao ndio wamenishawishi mimi kuingia katika muziki. Jina la YJ Kiboko limetoka wapi? Jina la YJ Kiboko ilikuwa naitwa YJ, na YJ ni Yakuti Joseph Ramadhani. Kwa hiyo nimechukua jina la Mzee J, nikachukua jina langu nikawa YJ. Kiboko nimefanya kupewa na watu. Kwa Kiboko sikujipa mimi mwenyewe, Kiboko nilifanya kupewa na watu jina hilo. Nimekutana na changamoto gani kwenye muziki? Changamoto nilizokutana nazo kwenye muziki ni nyingi. Kama mtu wa kusema sifanye tena muziki, ilikuwa ni mimi hapa. Nimekutana katika muziki, safari ya muziki, nimekutana na matapeli, nimekutana na watu wadanganyifu, nimekutana na watu ambao wanaweza kukushawishi wewe mpaka ukaingia jeju na ukatoa hela na ukapoteza. Kwa hiyo muziki una changamoto kubwa sana. Yaani muziki una changamoto kubwa sana. Tuseme kila mtu na bahati yake. Kuna mwingine anaingia kwenye muziki akutana na misukosuko na akatoboa. Kuna mwingine anaingia kwenye muziki anasota na hangaika na akatoboa. Kwa hiyo mimi muziki mpata changamoto kubwa nyingi zaidi. Kitu gani kilikusukuma kuingia katika muziki au kuingia kwenye muziki? Muziki nilikuwa naupenda, hobby yangu. Baada ya kuona wakina Tunda Mani, Prince Dully Sax wanafanya vizuri, ndio na mimi nikaamua nijiingize kwenye muziki. Nilikuwa napenda sana. Ilifika stage mpaka masikio yangu akawa hayasikii vizuri kwa sababu ya muziki. Muziki ninaupenda sana na bado naudai, na mimi na deni kwangu. Ni nyimbo za aina gani unazitengeneza kuzifurahia? Mimi napenda muziki wa Bongo Flava, lakini kokote kama kiraka ukiniweka na yeye na fit. Ukiniweka kwenye Bongo Flava na fit, ukiniweka kwenye muziki mwingine na fit. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu nacho kipaji hicho cha kufiti popote ambacho ni. Watu wa aina gani huwezi kukaa nao? Ni mtu anaongea sana simuelewi. Mtu anaongea sana simuelewi. Napenda niongee na mtu maneno mafupi, na akiniambia kitu kwa ufupi naelewa. Mimi muelewa sana wa kuelewa chochote utakachoniambia. Sipendi maneno mengi, utoke hivi mara hivi mara hivi. No, sipendi. Sipendagi makelele yani. Ujumla. Tukio gani limewahi kutokea katika maisha yako na likabadilisha maisha yako? Matukio ni mengi sana ambayo yamebadilisha maisha yangu na ambayo sikutegemea. Nilishawahi kumfanyia mtu wema, afu sikutegemea kama angeweza kunilipa fadhila. Hilo ndio kitu ambacho nakikumbuka. Nilimsaidia mtu alafu nikapotezea. Baada ya hapo na yeye akaja akanilipa fadhila yangu. Hilo namshukuru Mungu sana. Ushawahi kukatishwa tamaa mpaka ukaamua kuacha muziki? Ni kweli nishakatishwa tamaa sana. Ukiangalia comment za binadamu, hakuna kitu kinachosukumiza kichwa kama comment. Comment unaweza kukuta mtu kakwambia comment mbaya au kakuzungumzia kitu kibaya. Wewe bwana, wewe uache muziki, kazi yako nenda kalime. Wewe unaweza kukwambia bwana, wewe na muziki tofauti. Kuna mmoja anaweza kukwambia huyu ni nani kani? Wewe unabaki tu unatulia kimya, lakini ukiangalia mtu kama anakujua wewe ni nani na unafanya nini. Mara nyingi huaga nasoma, wakati mwingine sisomi. Kwa hiyo unapokuwa unasoma comment za mtu, inakuwa inakukata sana kichwa, inakuumiza kichwa vibaya mno na inakuchanganya kichwa vibaya mno.
Unakuta comment nzuri unasema alhamdulillah, ukikuta huwezi kuwa msafi kwa kila mtu. Kuna wengine wana maneno yao makali, wengine wana maneno yao mazuri ya kukufariji, na wengine wanakukandamiza kabisa. Katika safari ya maisha na ninavyokuwa hivyo, lazima utokee na vikwazo. Kwa hiyo wewe moyo wako unatakiwa uwe jasiri, ili mradi uweze kupambana na mitihani ya njiani. Mafanikio gani unaojivunia hadi sasa? Sitaki kuwa mchoyo wa fadhila. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu amenijalia mpaka sasa hivi napumua na na afya njema, alhamdulillah. Nazidi kumshukuru Mungu, ni mafanikio tosha haya. Namshukuru Mungu sana, ni mafanikio tosha kwa ajili ya kupumua vizuri na kukaa vizuri na kuhema vizuri, ni moja ya mafanikio. Kosa la wasanii wa kizazi kipya ni roho mbaya. Wasanii wengi 90% wana roho mbaya sana. Wenye kuwasaidia watu ni wachache sana, wenye moyo wa kusaidia watu. Lakini 1% kubwa watu wanakuwa na roho mbaya, hawataki kusaidia wenzao. Wanataka kusaidiwa wao, wape kitu ili mradi maisha yao yaende. Lakini wewe kukuambukiza kukusaidia, hakuna msanii wa hivyo. Kwanza wenyewe wanajuta kwa nini wanawasaidia watu. Huo ni roho mbaya hiyo. Kwenye mitandao ya kijamii nilikuwa sio mjanja sana, na nimeshaibiwa sana, na sikuwa nakuwa na mitandao ya kijamii kama nimiliki mwenyewe. Nimeibiwa sana na jamaa mmoja tu hapo Mikocheni. Kwa nashukuru Mwenyezi Mungu, sasa hivi baada ya kujitambua na kujielewa, ndio nasimamia mwenyewe mitandao ya kijamii ya kwangu. Nawezaje kuhakikisha nyimbo zangu za kipekee na za ushindani kwenye soko? Mimi nashukuru Mungu, uimbaji wangu mimi tofauti na wasanii wengine. Na toni yangu na muziki wangu ambao nikifanya najua huu ni wa YJ Kiboko. Kwa hicho ndio kinanipa fursa na kinanipa furaha na nguvu. Namshukuru Mungu. Je, kuna ambaye ana msukumo mkubwa kwenye safari yangu ya muziki? Namshukuru Mungu. Wapo watu baadhi ambao wananisaidia na kunisapoti na kufanya muziki wangu uweze kusogea, na bado nazidi kumwomba Mungu pia azidi kunipa nguvu, ninachokifanya kiweze kueleweka, ninachokifanya kiweze kutambulika, na ninachokifanya kiweze kuthaminika. Nishawahi kukataa deal au ofa kubwa? Ni kweli nishawahi kukataa deal. Ilikuwa haina maslahi kwangu. Lazima uangalie maslahi yako, kwamba hichi ninachokifanya kitakuwa na maslahi na wewe. Lakini hakikuwa na maslahi, kwa siwezi kukifanya kitu. Ni jambo gani watu ambao hawalifahamu kuhusu YJ Kiboko? YJ Kiboko ni msanii wa Bongo Flava na muda mrefu sana kwenye game. Karibia miaka miaka mingapi? Miaka 16 nipo kwenye muziki wa Bongo Flava, na bado nagandana nao na bado nahangaika nao. Nina maono gani kuhusu kazi yangu ya muziki baada ya miaka 5? Maono ninayo makubwa, na na fikra kubwa, na uwezo wa Mwenyezi Mungu akinijalia nikifika miaka hiyo, huenda nikawa mtu mkubwa zaidi sana, nikatambulika kimataifa mbalimbali, nikafanya vizuri, nikafanya muziki mzuri zaidi ya huu naofanya zaidi. Kwa sababu sasa hivi imekuwa na teknolojia, kila kitu kinabadilika, utandawazi umebadilika.
Hatukutegemea kama kutakuwa kamera kama hizi. Kamera za zamani zilikuwa ziko hivi. Kwa hiyo namshukuru Mungu na nazidi kumwomba Mungu niweze kufika sehemu husika pale ninapotakiwa kufika. Ushauri kwa kuwapa vijana kuingia kwenye muziki, ushauri ni nao. Wa kwanza, simkatishi mtu tamaa. Anakula urefu wa kamba yake pale anapojitafuta. Anaweza kuhangaika, ruksa hangaike, lakini usitegemee muziki kwamba ukiwa mwenyewe unaweza kupambana. Uwezi, lazima uwe na watu waweza kusupport. Ukihangaika mwenyewe utapoteza vitu vingi sana. Lazima uwe na watu wa kukusupport ili uweze kufika malengo yako. Nikipewa nafasi ya kubadilisha tasnia ya muziki, nitawaomba sisi wanamuziki tuache roho mbaya. Kama tunaweza kuwasaidia watu na kuwasupport watu, tuwasupport. Kwa sababu hata wewe mwenyewe usingefika sehemu pasipo kusupportiwa. Wewe umesaidiwa na umefika malengo yako. Na wewe pia wasaidie wenzako wafike malengo yao. Ujumbe napenda kuachia mashabiki, na wapenda sana na wakae karibu kukaa na mimi, kunifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii ili kuweza kupata muziki mzuri, kuweza kupata mambo mengi na kufurahia muziki mzuri. Na wapenda sana, naomba muwe karibu na mimi, kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Mimi ni YJ Kiboko, ni mwana muziki wa Bongo Flava, na hiti nyingi sana nimezitoa huko nyuma, na kazi nyingi nimefanya na wasanii wengi tofauti tofauti. Na wapenda sana, I love you so much. Kwenye mitandao ya kijamii unaandika YJ Kiboko, TikTok, Instagram YJ Kiboko unanipata, Facebook YJ Kiboko utanipata. Una swali unaweza kuniuliza, una jambo lolote unaweza kuniambia, una chochote cha kuongea unaweza kuniambia. Na wapenda sana mnanifuatilia, mzidi kunifuatilia ili mradi uweze kupata muziki mzuri kutoka kwa YJ Kiboko. Love you so much.